Je, itikadi na imani inaweza kusimama vizuri kakita kama kuna matatizo katika uchumi? La, haiwezi. Kukiwa na mapungufu katika i'tiqad, kutakuwa na mapungufu katika iktisad. Chukua hiyo ni kaida msingi. Kukipatikana mapungufu katika itikadi, kutapatikana mapungufu katika uchumi. Na kukipatikana mapungufu katika uchumi, kutapatikana mapungufu katika i'tiqadi. Lazima zote mbili ziwepo ndo usalimike. Taib. Tukisema kukipatikana mapungufu katika itikadi, kutapatikana mapungufu katika uchumi, ni kuwa ikiwa wewe huna imani ya kisawasawa, kule kwenye uchumi utafanya kila sampuli ya makosa. Utaghish, utachitu watu, utawapa watu vitu feki, utakula riba, utafanya mingi. Na ikiwa huna uchumi wa kukutosheleza, yani hujitoshelezi bado, kile ulichokuwa nacho hakikukidhi haja zako, kutakuwa na mapungufu katika itikadi. Ndipo pale unaona mwanamke anakwenda kuuza mwili wake, ndipo pale unaona mtu anakwenda kuuza dini yake kwa kitu kichache katika dunia. Kwa sababu gani? Ana haja. Unamwambia mtu unakula riba, huu ni mkopo wa riba na riba ni haramu, na ni vita hivi unatangazwa na Mwenyezi Mungu, fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasuli. Vita unatangaza na Mwenyezi Mungu. Anakwambia sasa nifanyeje? Hali ngumu, maisha yamebana. Kwa hivyo kukiwa na mapungufu katika iktisadi, itakupelekea uwe na mapungufu katika itikadi. Utafanya kila sampuli ya makosa. Kwa hivyo ili itikadi yako isalimike, ni iktisadi yako iwe sawa. Ili dini yako, imani yako, itikadi yako isalimike, ni kwanza uchumi wako uwe sawa, uwe unajitosheleza. Leo jiulize, kwa nini nchi zetu hizi zasumbuka sana? Zinalazimishwa mambo tele ambayo kwamba haendani na maadili. Leo kuna msukumo mkubwa kwa kupitia nchi za juu na NGO zao na nini, kuna lazimisho, jamani, lazima mukubali homosexuality. Liko haliko? Silatiwa kwa nguvu. Hili lavunja itikadi, kinyume kabisa na itikadi yetu na imani yetu. Lakini sasa kuna watu madhaifu upande wa iktisadi wahitajia msaada. Kwa hivyo ikiwa hamukulikubali hili, tutakata msaada. Ikiwa hamukulipitisha, ikiwa hamukuwatambua jamii ya jinsia moja, tutakata msaada. Sasa yote ya makosa, yote ya haramu, ya kumpiga vita Mwenyezi Mungu, ya kwenda kinyume na itikadi, yafanywa. Kwa nini? Kwa sababu hatukujitosheleza. Na ndipo pale shekhe la mashekhe zetu al-Imam Sha'rawi akatuambia, man lam yakul bin fa'si, yule ambaye kwamba hatokula kutokamana na shoka lake. Yani ikiwa riziki yako haikutokamana na mkono wako, ikiwa riziki yako haikutokamana na jasho lako, man lam yakul min fa'si, asema lam yantiq min ra'si, hawezi kuzungumza kwa kichwa chake, hawezi kusema, yani hata kama kuna kitu yeye amekinaika nacho hichi ni sawa, hawezi kukisema. Kwa sababu gani? Unga utakatika ama unga utamwagika, msaada utazuiwa. Man lam yakul min fa'si lam yantiq min ra'si, ambaye kwamba hatokula kutoka na shoka lake hawezi kusema. Kwa sababu maadamu kuna mtu anamnyoshea, maadamu kuna mtu yeye anamhitaji, basi yule ndiye atakayemsemea, yani atakayesema badala yake, yule ndio atakayempangia, yule ndio atakayemfanyia kila kitu. Kwa sababu wewe una njaa, unahitajia kutoka kwake ile ule. Maulama wanasema at-tajwi' yuaddi ila at-tarki'. At-tajwi' ukishati wa njaa yuaddi ila at-tarki', itakupelekea kurukuu, utainama tu, utakuwa huna budi, utadhalilika mbele yake. Madamu amekutia njaa, utakufa na njaa kama hukupata, na yeye ndo mwenye kukulisha. At-tajwi' yuaddi ila at-tarki'.
Sasa ndio unaona tatizo kubwa ambalo kwamba linatupelekea sisi tumekuwa madhalili, tumekuwa sisi tukubali chochote kinachokuja, ni kwa sababu hatujajitosheleza, hatujakuwa na al-iktifau dhati. Tukawa tumejimakini katika uchumi, tukidhi haja zetu zote sisi wenyewe bila kumhitaji mtu. Na hili lilikuwepo kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Mtume alikuwa katika mfumo wake kuna vitu viwili ambavyo kwamba havikukosekana. Kitu cha kwanza al-iktifau dhatiyu, kujitosheleza, na at-tanmiya al-mustadama, development ya kuendelea. Hivi ni vitu viwili havikuachana katika nini? Katika sera ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, na tuko pamoja hapa kuisoma. Sisi mashallah mara nyingi utasoma sera, pengine utasoma sijui khulasat nurul yaqin ama nurul yaqin yenyewe ama usome rahiqul makhtum, tuisoma sera pengine si sote, lakini wako wanaisoma, lakini hata wanaisoma wana mapungufu ndani yake. Tunapita juu tu. Mtume sallallahu alihama, akaenda Madina, akaenda Madina, akajenga msikiti, akajenga na soko. Sawa. Je, sera tumewekewa tusome kama story ama tupate mafunzo ndani yake? Sera tumewekewa tupate mafunzo ndani yake. Taib, mtume kuhama, nini kilichompelekea kuweka soko? Ushajiuliza hilo swali? Kwa nini mtume aanza kufika Madina yake soko? Soko lenyewe aliliweka wapi? Soko lenyewe lilikuwa size gani? Soko lenyewe aliweka masharti gani ndani yake? Kina nani ambao kwamba katika maswahaba zake walikuwa ndio vichwa vya kuendesha soko kama lile? Haya maswali yote tushajiuliza. Ama tumesimama kwenye aliweka soko yakaisha? So ukija ukifuatilia kiundani utapata mipangilio ya kimaajabu ambayo kwamba ameyafanya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ndipo anapotokea yule mmoja saizi ambaye kwamba hata si Muislamu, akasema jamani, matatizo tunayoishi ndani yake sahizi, lau atakuja mtume wa Waislamu Muhammad ataweza kuyatatua kwa kiwango cha kunywa kikombe cha kahawa. Kwa muda wa kunywa kikombe cha kahawa tu atayatatua. Mpaka kuyasema maneno haya, na maana ameisoma sera yake, na kaona athari ya mtume sallallahu alaihi wasallama, na kajua hilo anaweza kulifanya. Kwa hivyo kinachotakikana kwa mu'min ni hakikishe itikadi yake iko sahihi, iko sawa, lakini na wakati huo hakikishe kwa iktisadi yake iko sahihi, iko sawa. Ile fikra ya kuwa jamani sisi madarweshi tuishi tu ulimwengu huu, tukae kwenye zawia, tuvae nguo za kupasuka pasuka, yule atakayetuletea pilau tutakula siku ishaingia, haikuwa fikra ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Tufahamiana? Kwa ile mimi nikiwa nitavaa nguo nzuri nitaonekana vipi? Mimi ikiwa nitatembea na gari nzuri nitaonekana vipi? Nitaikiishi kwenye nikifanya biashara, hii ni dunia. Kwa hivyo dunia haifai kukushughulisha. Wewe achana nazo zote hizo. Mwelekee Mwenyezi Mungu. Fahamu ya makosa. Kweli dunia haifai kukushughulisha. Dunia kweli haifai kukushughulisha, na utakana uipe mgongo, lakini hukuambiwa uipe mgongo uchumi. Wala uipe mgongo mali. Ingekuwa mtume swalla sallam anatosheka na msikiti, hakujenga soko. Kama ni hivyo. Lakini angalia fikra za mabwana wakubwa, wale ambao kwamba tuwatarajia katika tariqa ila Allah, katika njia kuelekea kwa Mwenyezi Mungu. Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra, anakuambia nini? Tamannaitu law anna ad-dunya biyadi liut'ima minha al-jiya. Asema natamani lau ingekuwa dunia iko mikononi mwangu ili nipate kulisha wenye njaa. Atamani lau dunia ingekuwa mikononi mwake. Kuna mwenye zuhudi zaidi ya Imam Abdul Qadir Al-Jailani? Kuna aliyoipa mgongo dunia zaidi yake? La.
lakini akwambia natamani kuimiliki, si kwa ajili ya nafsi yake, liut'ima minha aljia. Na angalia kwa makini maneno yake, asema biyadi, iwe katika mkono wangu. Yani si tatizo dunia kuwa kwenye mkono wako, tatizo ni dunia kuwa kwenye moyo wako. Pale utakapoingiza dunia katika moyo, hapo pana hatari. Lakini dunia ikibaki mkononi si tatizo, kwa sababu ukiweka mkononi utaipelekesha, ikiingia moyoni itakupelekesha. Kwa hivyo Sayyiduna al-Imam Abdul Qadir al-Jailani akasema tamannaitu law anna ad-dunya biyadi. Na masahaba wakubwa mbele ya jamii aliyoishi ndani yake Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya biashara. Sayyidina Uthman ibn Affan alikuwa milionea, Sayyidina Abdurrahman ibn Auf alikuwa bilionea. Walikuwa ni watu wenye tharwa kubwa sana, wenye mali mingi tu. Kwa hivyo lao wangefahamu kuwa zuhudi, kuipa mgongo dunia, ni tusifanye biashara, tuvae nguo za kupasuka, tuzunguke watu tukinyosha mikono kuomba, wasingefanya mabiashara. Kwa hivyo hizi ni ngome mbili haziwachani. Tumesema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake kuna vitu viwili alikuwa anaishi navyo daima. Kitu cha kwanza kujitosheleza, al-iktifa'u dhati. Kitu cha pili at-tanmiya al-mustadama, development ya kuendelea. Tayeb, tuje tuliangalie sasa katika maisha yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam kama tunavyojua hakuwa mbali na haraka ya masoko. Kinachoendelea kwenye masoko Mtume hakuwa mbali nacho. Na ndio maana wale Makureshi walipotaka kumshusha daraja na kumtoeza Mtume sallallahu alaihi wasallam walisema nini? Kama alivyotaja Mwenyezi Mungu katika Al-Qur'an Al-Karim, waqalu mali hadha ar-rasul yaakulu at-ta'ama wa yamshi fi al-aswaq. Walisema wale makafiri, mali hadha ar-rasul, ana nini cha ziada huyu mtume? Wanamzungumzia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaakulu at-ta'ama, anakula chakula, wa yamshi fil aswaq, na atembea katika masoko. Ana nini cha ziada? Si mtu kama sisi wala yeye atembea katika masoko. Tuache hii ya kwanza, yaakulu at-ta'ama, tushike hii ya pili, wa yamshi fil aswaq. Ina maana Makureishi walitambua haraka ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika masoko. Walijua kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam si mgeni kwenye masoko. Masoko anayajua vizuri. Na kukizungumzio masoko hapa, hakuzungumziwi masoko madogo, kunazungumziwa masoko makubwa. Kulikuwa na masoko katika bara la Arabu makubwa ambayo kwamba yanatambulika kwa haraka kubwa ya biashara, kama Suq Dhil Majaz na Suq Dhil Majanna na Suq Ukav, yapo yametajwa katika vitabu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa haendi katika haya masoko kufanya window shopping. Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa haendi kuzunguka kupass time. Mtume alikuwa anakwenda katika masoko kufanya biashara, kuuza, kununua. Haraka ambayo kwamba alikuwa nayo katika masoko ni haraka ya kibiashara, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Na sote tufahamu kama tulivyosoma katika sera kuwa kuna wakati Mtume aliongoza biashara Saida Khadija, na haraka ya biashara haikuwa geni katika mji wa Makka. Na Mwenyezi Mungu ameitaja kwenye Al-Qur'an Al-Karim, liilafi Quraish ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Ilaf iliyotajwa katika sura ni agreement iliyopita kati ya Makureshi na baadhi ya makabila ya Kiarabu yaliyoko njiani, kwa sababu ni misafara mirefu, watoke Makka wapande mpaka Sham pande za Syria, ama washuke huku pande za Yemen, kwa sababu misafara ni miwili, rihlatash shita'i was-sayf. Kuna msafara wa winter na kuna msafara wa sama. Mmoja wanapanda juu wanakwenda Syria, Sham, wengine wanakwenda Yemen. Sasa hapa katikati zamani ilikuwa mwenye nguvu ndo mwenye kushinda. Kwa hivyo makabila makubwa yenye watu wengi wenye silaha walikuwa wakikata misafara katikati, walikuwa ni mashifta wakichukua mali za watu.
lakini ili misafara yao isalimike Makureshi, Mwenyezi Mungu akawapa neema kama hiyo ya ilaf, kukapatikana agreement kati yao na makabila yanayoishi katika njia wanayopita na msafara wao, ili wawahifadhie misafara yao ya biashara, wasiwakaribie. Lakini na wakati huo huo ikitokea kuna mtu anataka kuwafanyia uadui, wao wakinge. Na hili nalo lahitajia darasa yake zima, kwa sababu pengine mtu atajiuliza njia nyingi, kwa nini hawakutumia njia ya Red Sea, kwa nini hawakutumia njia hii na ile. Hayo pengine tuyahusishie siku nyingine, kwa sababu ya muda turudi huku tulipo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuweko katika rihlat ash-shita'i was-sayf akifanya ile biashara, na lazima tufahamu picha mbili tofauti kati ya tabia, mazingira ya Makka ya kiuchumi na mazingira ya Madina tofauti. Madina ama Makka ilikuwa source zao za income ni hiyo misafara ya biashara, tunaweza kusema kwa lugha ya sasa, na utalii. Walikuwa wanapokea wageni wanaokuja kuhiji katika Al-Kaaba, makabila mbalimbali ya Kiarabu yakija Makka kwa ajili ya Kaaba. Kwa hivyo ile Kaaba na ile hija ilikuwa ni moja katika source za nini, za income kwa wao. Madina ni tofauti. Madina wao walikuwa ni wakulima zaidi, anategemea mambo ya tende na nini, tabia mbili tofauti. Tayib, mtume mfanya biashara akiwa Makka, sasa shahama ameenda Madina, ameingia katika mji wa Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameingia Madina, tumesema kitu cha kwanza amefanya nini? Amejenga msikiti. Sawa, amejenga msikiti, sehemu anaswali, sehemu anawafundisha dini masahaba zake. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutosheka na msikiti, akatoka nje akaisoma ile Madina, akafanya feasibility study. Ndipo pale tunapokuja, kwa nini mtume akaweka soko? Soko lenyewe liliweka wapi? Ni masharti gani ambayo kwamba ameyaweka? Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofanya feasibility study, akaisoma ile Madina na uchumi wake na haraka ya masoko, akapata kuwa soko kubwa. Kulikuwa na soko zaidi ya moja ndani ya Madina, lakini soko kubwa zaidi linalotegemewa ni soko la Banu Qainuqa. Soko la Banu Qainuqa. Banu Qainuqa ni nani? Yahudi, adui. Soko la Banu Qainuqa, ndani ya Madina kulikuwa na makabila matatu ya Kiyahudi. Kulikuwa na Banu Qainuqa, Banu Nadir na Banu Quraidha. Soko kubwa ndani ya mji wa Madina ni soko la Banu Qainuqa. Ndani yake kuna maduka 300 ya dhahabu. Yani kwa lugha ya sasa, kwa sababu dhahabu wakati ule ni dinari, pesa zilikuwa ni dinari na dirham. Dinari dhahabu, dirham ni silver. Kwa lugha ya sasa za kusema kuna benki 300 katika soko kama lile. La kusikitisha ni kuwa zote zamilikiwa na Yahudi. 300. Madina hakuishi Mayahudi peke yake. Madina kuna Ansar wako pale karni 3. Ansar wako Madina karni 3, miaka 300. Inakuwaje maduka 300? Basi hakuna hata 250 ya Mayahudi na 50 ya Ansari, ama 200 ya Mayahudi 100 ya Ansari. 300 yote ya Mayahudi. Mansari walikuwa wapi? Njoo rudi katika tarehe, Mansari walikuwa wapi? Si wako Madina? Mbona hawana wujud? Mbona hawana uwepo? Hawapo katika soko. Nakwambia Yahudi khabithi alikuwa akiwapiganisha, akiwagombanisha. Kwa hivyo Ansar walikuwa kishughulishwa na vita. Ni ile farriq tasud, divide and rule. Wewe wagawanye, waache wapigane, damu zao zimwagike, wauane, kwa sababu ikiwa hawakupigana watazaana, watakuwa wengi. Waache wauane, wamalizike, wapungue. Alafu huku sokoni economy iwe katika mikono ya nani? Yangu mimi. Shaona fikra yake?
Falsafa yake Yahudi ilikuwa ni hiyo. Kwa hivyo walikuwa wanapigana tena vita vya kudumu kwa miaka mingi. Baadhi ya maulama wanasema vita vyao vilizidi miaka 120, zaidi ya karne watu wapigana. Na kukitulia kidogo tu, kukipatikana amani kidogo, anachokifanya Yahudi nini? Yahudi wajua ndo wakili wa shaitani katika huu ulimwengu. Anakwenda anachochea, inna shaitana yanzaghu bainahum. Mwenyezi Mungu atuambia shaitani anachochea kati yao, anatia maneno huku na huku, kisha anawagombanisha. Yahudi alikuwa akifanya hivyo. Alikuwa akienda kwa Aus, kwa sababu Ansari ni makabila mawili, ni Aus na Khazraj. Aus na Khazraj. Alikuwa akienda kwa Aus. Mwajua Khazraj wasemaje kuhusu nyinyi? Anatia maneno Wanakwenda kwa Khazraj, mnajua Aus wanasemaje kuhusu nini? Na ikibidi wanawakumbusha siku inayojulikana kama Yaumu Bu'ath. Yaumu Bu'ath. Yaumu Bu'ath, hakuna siku ambayo kwamba kumepatikana mapambano makali na vita vikali kati ya Aus na Khazraj kama siku hiyo. Kulikufa watu wengi sana. Sasa unapokuja kukumbushwa siku hiyo, umejeruhiwa kidonda, umeguswa katika jeraha, unaanza kumkumbuka ami yangu mimi alikufa, mjomba wangu alikufa katika vita hivyo. Damu inachemka, hasira zinapanda, silaha zinatoka, vita vinaanza. Kwa hivyo hii ndio ilikuwa scenario. Mayahudi wanaogombanisha Ansari, Aus na Khazraj, wanapigana. Uchumi sokoni uko katika mikono ya nani? Uko mikononi mwa Yahudi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ajua siasa zao za kikhabithi. Dawa yake nini? Badala wapigane, badala wawe ni Aus na Khazraj, njoni tutafanya muakha baina al-Aus wal Khazraj. Mtume akafanya undugu kati ya Aus na Khazraj, ikawa hakuna tena Aus na Khazraj, kuna Ansar. Wakawa wote ni kitu kimoja, ni Ansar, ni ndugu wenye kupendana, wenye kushikana, wenye kuteteana. Hili nadhani litamfurahisha Yahudi? Hawezi kumfurahisha, kwa sababu wanaona hapa ni hatari. Siku zote tunatumia divide and rule. Leo mkuja unshikanishwa, tutawarule vipi hao? Tayeb. Mtume sallallahu alaihi wasallam ashatatua hilo, sio? Haya, twendeni sasa kwenye soko. Tumesema soko kubwa ni soko la Banu Kainuka, la Mayahudi. Mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kuridhia kubakia msikitini awafundishe maswahaba zake itikadi na sharia na ibada, alafu uchumi uko katika mikono ya adui. Maana Yahudi ndo adui mkubwa. Hawezi, hilo haliwezi kumridhisha Mtume. Kwa hivyo sisi tuje tuswali jamani, tukitoka tuende tukanunue kwa Mayahudi? Pesa yetu tuipeleke kwa adui? La. Taib, nini alichokifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Akapiga laini, akaweka soko. Akapiga laini, akaweka soko. Akamwambia hadha suqukum, hili ndo soko lenu. Kwa hivyo hakuna kwenda kwa Banu Kainuka, mtanunua hapa, mtauza hapa. Nyinyi wenyewe kati yenu, pesa yenu nyinyi kwa nini itoke nje iende kwa adui? Wacheni izunguke kati yenu nyinyi wenyewe. Angalia circulation Yamani ikawa iko pale pale. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipolieka lile soko, alitoka bwana mmoja mwenye asli ya Kiyahudi, anaitwa Ka'b ibn al-Ashraf. Ka'b ibn al-Ashraf. Ka'b ibn al-Ashraf alichokifanya, alikwenda akalikata kata na kulichoma lile soko. Amelikata kata na kulichoma lile soko. Yani zile khaima zilizokuwa zimewekwa pale akazikata akazichoma. Kwa nini? Hamutakikani nyinyi kuwa na uchumi, mtakikana muwe chini nyinyi, muhitajie. Sio ile siasa tajui. Leo tujiulize, kwa nini Afrika, kwa takrir iliyotolewa na UN wenyewe, wanasema wanaoishi chini ya khati ya ufukara, chini ya poverty line, ni watu milioni 348. Milioni 348 wanaishi chini ya khati ya ufukara. Kwa nini? Na resources zote ziko kwetu.
Ushajiuliza kwa nini mpaka leo hakuna amani Kongo? Unajua idadi ya madini yaliyoko katika mchanga wa Kongo? Yote yapatikana kule. Kama ni dhahabu, sijui ni fedha, sijui ni mercury, ni zote zile unazozijua zapatikana kule, nyingi sana yani. Zapatikana. Lakini mkishikana kukawa hakuna vita kwenu na amani, mtainuka nyinyi kiuchumi. Alafu sisi hatutoweza kuziba. Kwa hivyo endeleeni kupigana, tutawatengezea maradhi, tuwaletee Ebola, tuwaletee na maradhi gani? Shona, muzidi kudhoofika, sisi tutazibeba, tutazisafirisha kwetu, tutafaidika nazo. Ikiwa ni ulimwengu wa kimagharibi, hawana resources kama zilivyokuwa Afrika. Mwenyezi Mungu ameneemesha sana. Lakini kwa nini kara kama hii, content kama hii iwe ndio itaongoza katika ufukara? 348 million idadi ya mafukara. Mbele siasa ya Yahudi Ka'b ibn al-Ashraf anakata soko. Ni bakieni, tutawaletea misaada. Mahitaji nini? Mahitaji chakula. Tutawapa milioni kadhaa dola kila mwaka. Mahitaji nini? Dawa za watoto. Haya. Foundation ya Bill Gates itawaletea sindano, mtadungwa. Hamuna haja ya nyinyi kusumbuka, mtaletewa. Ka'b ibn al-Ashraf amelikata soko. Habari zimemfikia Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taban kitendo kama kile maana yake kunahitajika reaction ya hasira ya kukutoa katika mizani. Lakini Mtume Mtume sallallahu alaihi wasallam si wa kutumiwa uslubu huo bana. Mtume alikuwa ni hakim. Umelikata soko? Sawa. Anawaambia masahaba zake, la adribanna lahu suqan huwa aghyad lahu minhu. Nitampigia soko litakalomtia hasira zaidi. Hilo dogo. Hilo alolikata na kulichoma dogo, sasa naenda kumwekea kubwa zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapiga khati kubwa zaidi kuliko mwanzo, akaweka soko lake. Yani haturudi nyuma. Usione ukichoma ndo tutakwenda Banu Kainuka. Soko la Banu Kainuka tumeliaga. Hatuende. Isipokuwa watu wawili nitawaruhusu waende huko. Watu wawili peke yake wanaruhusiwa kwenda kwenye soko la Banu Kainuka. Mtume akaruhusu watu ngapi? Wawili. Nani na nani? Sayyiduna Uthman ibn Affan na Sayyiduna Abdurrahman ibn Auf, wale mabilionea wa masahaba. Kwa nini hawa anawaruhusu? Kwa sababu anajua hawa sio vichwa vya kawaida, ni vichwa vilokomaa katika uchumi, hawezi kufanywa khidaa na Mayahudi. Nyinyi mweruhusiwa kwenda huko. Lakini nyinyi wengine bakini huku kwenye soko langu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapiga soko kubwa. Tena hatua kwa hatua jamani. Tumwangalie namna gani mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni hodari katika kila nyanja. Ili sije kaona labda mtume ni kiigizo katika uimamu tu msikitini ama katika kutoa khutba tu. Mtume, Mwenyezi Mungu akisema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, muna kiigizo chema. Yeye ndio role model wetu. Ni katika kila kitu. Ni kiongozi vitani, ni katika mambo ya kisiasa, ni katika mambo ya ndani ya nyumba, ni katika soko, ni katika msikiti. Kila sehemu Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kiongozi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeka soko ambalo kwamba ni kubwa zaidi. Tunakuja katika swali tuliloliuliza, soko lake ameliweka wapi? Soko lake ameliweka wapi? Tumesema masoko mingi ndani ya Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam soko lake aliliweka mwanzo wa kuingia mji wa Madina. Akatafuta sehemu ambayo kwamba ni strategic ya kuweka soko lake. Hii katika siasa ya kibiashara wenyewe wanakuambia yale maduka yalokuwa mbele yanafanya kazi sana kuliko maduka ya ndani huko. Kwa sababu madamu biashara naipata barabarani hapa, kwa nini nijitabishe niende ndani ama nipande juu? Nachukua naenda. Hii ndio siasa aliyotumia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni kwa yule mbedui ama wale wanaokuja kutoka Madina kuja kufanya biashara, badili ataabike ende kwenye masoko ya mbali, soko hili analopambana nalo kwanza akiingia Madina. Kwa hivyo ikawa Mtume amewateka wale wanaokuja kutoka nje, wanafikia wapi? Katika soko lake kwanza. Hata kitabu ende masoko ya mbali. Angalia akili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Soko lake akalichagulia sehemu ambapo kwamba ni strategy. Jambo la kwanza.
Baada ya kulichegulia sehemu kama hiyo, Mtume sallallahu alayhi wasallama akaweka masharti ya kuamiliana katika soko lake. Si yoyote aje ajifanyie chochote, la. Kuna masharti lazima uyahifadhi, kuna masharti lazima uende nayo. Kitu cha kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambia hadha suqukum, hili ni soko lenu, akawaambia fala yuntaqasanna minhu. Kitu cha kwanza, masharti la kwanza, lisipunguzwe, liwachwe vile vile kubwa. Kwa nini? Kila mwenye biashara yake aje afanye, lisiwe dogo ikawa wengine hawapati nafasi. Liwacheni kwa ukubwa wake, kila mwenye biashara yake aje afanye. Hatua ya kwanza aliyoifanya Mtume, ama sharti la kwanza. Sharti la pili akasema wala yudrabanna fihi bi kharaj, hapa hakuna kuweka tax. Sharti la pili Mtume ni soko aanza ataka kulikuza, hakuna tax. Wewe unkuja na biashara zako, njoo uweka, uza, nenda, hautolipishwa. Umekuja nunua uende, duty free, hakuna kulipishwa. Wala yudrabanna fihi bi kharaj. Siasa hii alifaidika nayo nani katika zama zetu? Sheikh Muhammad bin Zaid, ama Sheikh Zaid afwan, Sheikh Zaid wa Dubai. Sheikh Zaid, hii Dubai ambayo kwamba mnaiona sasa, sijui vitu vizuri vote viko Dubai, sijui jumba kubwa Burj Khalifa liko Dubai, kila kitu kipya, watu wanaenda kulonja wapi? Dubai, sio? Hii Dubai miaka ya nyuma huko 70 80 ilikuwa si kitu kabisa. Miaka ya 60 iliyopita ilikuwa si chochote, wakiishi kwenye mahaima tu, mabedui. Lakini hii kuinuka ghafla na kufika hapo alipofika, ni siasa gani ameitumia Sheikh Zaid? Amezungumza na makampuni ya nje, jamani njooni Emirates na makampuni yenu, mimi sitawalipisha tax kwa miaka 10. Fanyeni biashara, uzeni, sawa? Tengezeni, uzeni, mimi sitawalipisha. Kwani miaka 10 ndio umri wote mpaka kusimama kiyama? Sinkwisha kitambo. Miaka imepita 10, wamerudi, wamekuwa wanalipa, na huku soko limekuzwa, Dubai iko ilipo, kwa sababu ya siasa kama hii ambayo kwamba ametangulia kuifanya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tupo pamoja? Kwa hivyo njoni na makampuni itajie biashara, ukiambiwa nenda sehemu miaka 10 bila kulipa tax, ni opportunity kubwa sana hiyo. Wakamiminika wengi. Angalia uchumi sasa uko wapi wa Dubai. Kwa hivyo Mtume akasema nini? Fala yuntaqasanna minhu, lisipunguzwe, wala yudrabanna fihi bi kharaj, hakuna tax humu. Jambo la tatu, Mtume sallallahu alayhi wasallama akakataa katika soko lake mahallat, akakataa kitu kinaitwa maduka. Hakuna kuweka duka. Taban maduka kwa ulimwengu ule wa zama zile ilikuwa ni khaima, tent. Hakuna mtu kuja kufunga tent. Kwa nini hakuna ya Rasulullah? Kwa sababu unajua ukishafunga tent utasema hapa ni kwangu. Ikiwa ni kwako, ina maana utalala mpaka dhuhuri. Kwa sababu unajua nikiamka mimi na kwangu nitakwenda. Leo najisikia nitafungua biashara, kesho sijisikii sifungui. Nina kwangu. Lakini la, hakuna hiyo katika siasa ya Mtume. Mtume anasema hakuna mahallat, hakuna maduka. Anaerauka aje aweke biashara yake, akimaliza chukua bidhaa zako nenda nazo ile sehemu ifae mwingine. Hiyo sehemu moja ifae watu 10 kwa siku, badili kufae wewe peke yako. Angalia akili ya Mtume. Na aliposikia kuna mtu ameweka khaima, ameweka tent ya kuuza tende, aliwaambia lichomeni. Sitaki tent kwenye soko langu. Burika li ummati fi bukuriha, ummati wangu umebarikiwa kwa kurauka, hakuna kulaza damu. Usilale wewe mpaka ifike sijui mchana jioni ndo mwanzo watoka wataka kwenda. Rauka, upate sehemu yako, uweke biashara yako. Taib, sharti lingine Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia hakuna parking ndani ya soko.
hakukuwa na magari wakati huo, lakini kulikuwa na vipando, kulikuwa na ngamia, kulikuwa na farasi. Kwa hivyo usije wewe ndani ya soko ukaingia na ngamia wako ukamfunga kwenye soko ama ukamkalisha, utachukua space shekhe. Ile space ya ngamia inaweza kuwekwa biashara nyingine pale, hakuna kupoteza nafasi. Ngamia mwache nje. Na ikiwa umekuja kununua, mwake huko ndo usikae ndani ukaanza kupiga story ukakaa masaa mawili mnazungumza. Ingia kidhi haja yako, nunua mara moja, toka chukua kipando chako uende. Salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Angalia masharti yake aliyoweka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bado anaendelea kufanya feasibility study Sisi tumesema hatutaenda soko la Banu Kainuka, lakini ili tusiende kule tunahitajia kuwatosheleza watu wetu katika soko letu. Ina maana vitu vyote wanavyovihitajia, bidhaa zote zipate huku. Sasa ni kitu gani ambacho kwamba hakuna katika soko hili? Mtume akifuatilia anaona matunda, mtihani. Sawa, njoo Zubair, wewe na jopo lako la watu 10 nendeni Taif import nendeni Taif mkachukua matunda muje. Njoo Abubakar, wewe na jopo lako, haya fungeni safari, nendeni zenu Basra Iraqi, kaleteni asali na samli na nafaka, maharagwe nini na hizo zingine. Kama ni ngano, ni zilokuwa wakati ule nafaka, wakaenda kuleta kutoka Basra. Yani kiufupi lile soko liwe la jitosheleza, huhitaji wewe kutoka pale uende kwingine. Iktifa dhati wewe unajitosheleza. Na tanmia mustadama, umesema development ya kuendelea, sio kitu cha wakati fulani tu kimekatika akiendelea tena. Angalia wakati fulani Mtume sallallahu alaihi wasallam yasemekana ni ghazwatul ahzab ama ghazwatul khandaq, Mtume sallallahu alaihi wasallam anahitajia mapanga ili apigane vita. Maduka ya mapanga kwenye soko la Banu Kainuka ya Mayahudi, hayo yenye kuuza dhahabu ndio yatengeza mapanga kabisa. Sasa atakwenda kununua wapi? Hana budi aenda kake order kwa Myahudi. Amekwenda ameandikishana, ameweka order, lakini si tunajua Yahudi hana ahadi. Kuvunja ahadi kwake kitu chepesi sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka order mapanga. Baada ya muda Yahudi amemgeuka, amwambia utanisamee, sitakuuzia. Kwa nini? Toba, nataka Mtume ashindwe kwenye vita, si ni adui, asiwe na silaha, aende akashindwe. Nini alichokifanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Je, alitafuta duka lingine kununua ama mji mwingine kwenda kununua? La, tanwiya mustadama. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliunda jopo la watu 10. Akawaambia, nyinyi mtatoka mwende pande za Sham. Mtatoka mwende wapi? Pande za Sham. Mtakachokifanya nini? Nendeni mkanunue viuma na mujifundishe namna ya kutengeza mapanga, mujifundishe namna ya kutengeza silaha. Wamekwenda, wakirudi Mtume sallallahu alaihi wasallam ashawafungulia workshop. Hapa mtatengeza silaha. Kuanzia leo daula ya Kiislamu silaha zetu tutatengeza wenyewe. Swali ni kuwa, je, sisi kila tunachokitumia tutengeza wenyewe? Je, sisi kila tunachokitumia tukitengeza wenyewe? Mtume sallallahu alaihi wasallam ameka suluhisho la kudumu. Yahudi si anatuchezea akili. Sasa silaha tutazifanya wenyewe. Hatutakuwa madhalili chini ya nani? Chini ya adui. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa suluhisho kama hizi hakumaliza miaka 3. Hakumaliza miaka mingapi? Yatakatufahamu kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anahama Madina. Madina wakati huo ina watu kama 8,000 wakazi wa Madina, kama 8,000 Ansari ambao kwamba wamemwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati Mtume anaingia Madina ni watu 500. Watu 500 pekee yake, ni percentage ndogo, na yeye amegura na muhajirina wengine watu wachache. Yani tuseme jumla labda
hawafiki 1000 labda, ama ni 1000 na kitu kidogo, Ansari na Muhajirina watu. Idadi alokuwa nayo ni chache, jambo la kwanza. Jambo la pili, Muhajirina wametoka Maka, hawakuruhusiwa kutoka na mali, wametoka hivi hivi, wameruhusiwa kutoka. Na huku Ansari tunajua Ansari walikuwa shughulishwa na vita, uchumi hawana. Kwa hivyo ni watu ambao kwamba hali yao ya kiuchumi ilikuwa ni duni. Abdurrahman ibn Auf ambaye kwamba tumzungumzia kama bilionea, alipohama Madina hakuwa na mali, alokuja nayo kutoka Makka. Kule Makureshi waliwazuia. Suhaib ar-Rumi alipokuwa anatoka na mali yake, Makureshi walimwambia, boss, wewe umekuja kutoka Rome, hapa si kwenu, umechuma haya mali hapa, ima ukae nayo hapa ama utoke wewe, mali ya utuachie wenyewe, si kwenu hapa, utaacha hapa hapa, ima wewe ubaki hapa ubaki nayo ama utoke wewe, mali uyaache. Watu walikwenda bila mali. Abdurrahman ibn Auf lakini kwa muda mchache alipofanya biashara na Mwenyezi Mungu akamtilia baraka katika biashara yake ile, akawa ni bilionea wa masahaba. Siku chache tu Mtume sallallahu alaihi wasallama baada ya kuhama Muhajirina kuja, aliwafanya undugu na Ansar. Kila mtu katika Ansar akafanya ndugu na Muhajir. Abdurrahman ibn Auf nasibi yake alikuwa ni Saad ibn Rabi' katika Ansar, ndio alikuwa ndugu yake ama alifanywa ndugu na yeye. Saad ibn Rabi' ni bilionea wa Ansari, ama kwa ufupi ni tajiri, aghna al-ansar, ndio tajiri wa Ansari. Hili nalo ni somo. Angalia Mtume mpaka katika kufanya undugu ajua vichwa vya kuwekwa pamoja, ajua hichi kichwa cha kibiashara na uchumi kitaendana na kichwa hichi tu, hawa ndo tafaana, njoni nyinyi kweni ndugu, salawatu rabbi wa salamu. Yani hakuna hatua Mtume anaichukua isipokuwa kuna hikma ndani yake. Ni sisi tu hatuja kuwa makini katika kuiangalia kiundani ile sera na kupata masomo. Sayyiduna Saad ibn Rabi' tumesema ndo aghna al-ansar. Habib tunaendelea madha. Marhaba. Ndio aghna al-ansar, tajiri zaidi. Abdurrahman ibn Auf amefanywa ndugu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwambia, ya Abdurrahman, mimi ndio aghna al-ansar, mimi ndio tajiri zaidi katika Ansari, mali yangu nusu chukua wewe, nimekupa kama ndugu yangu, nimekupa nusu ya mali yangu. Tusende kwa kwingine kwenye wake na nini, tubaki kwenye mali tu, sisi leo tuko kwenye uchumi. Nusu ya mali yangu nimekupa. Je, Saad ibn Rabi' alisema hili ni zare, ni golden chance, ni nini, ndo fursa hii siwezi kuiacha, haiji mara mbili katika umri, akayachukua? La wallahi, hakuchukua hata shilingi. Alimwambia, barakallahu laka fi malika, Mwenyezi Mungu akubarikie katika mali, Mwenyezi Mungu akubarikie katika mali yako. Taibu wewe wataka nini? Maneno mawili tu, dullani ala suq, ujulishe soko liko wapi. Mimi nataka kujua soko liko wapi. Anajulishwa soko liko wapi, anakwenda kufanya biashara, siku 2-3 tu anakuja kwa Mtume, mashallah, nguo nzuri anokia. Mtume amwambia, muhaim, mashallah, pendeza Abdurrahman ibn Auf, wanukia, umevaa nguo nzuri. Amwambia, Rasulullah, nimepata mke wa Kiansari. Nishawa. Amwambia, aulim walau bisha, basi fanya walima hata kama ni mbuzi mmoja. Sallu ala alhabib Muhammad. Abdurrahman ibn Auf akaanza kufanya biashara, akaanza from scratch, kutoka chini, kutoka zero kabisa. Sisi vijana wetu wa sasa hataki hivyo. Ataka mtu akiinukia haya, manake akiangalia sijui kwenye mitandao, kwenye social media, aona fulani ameshinda kwenye kampuni ya betting milioni 300. Oh, na mimi naweza kuangukia, naweza kupata hizo. Kwa hivyo nifanyaje? Wacha ni bet, na mimi naweza kupata milioni 300. Yeye ataka mara moja pap, apande jabali kwa kufungua macho na kufunga na kufungua. Walianza chini, wakafanya kazi pamoja, kuwa ni ndogo, lakini Mwenyezi Mungu akaitia baraka ndani yake.
huweze kuamini ilifika kiwango Abdurrahman ibn Auf anasema hatta ra'aytuni law rafa'tu hajaran la tawaqqa'tu an ajida tahtahu dhahaba. Asema nilifikia kiwango namna Mwenyezi Mungu alivyonibariki katika kazi yangu mpaka nikajiona lau nitainua jiwe njiani tu, nikipita njiani kaona jiwe, lau nitaliinua lile jiwe nitapata dhahabu chini yake. Namna alivyokuwa na kila biashara alikuwa anaweza kuuzia hata mchanga. Mchanga aweza kupata njiani akuuzia. Mawe aweza kuuzia. Akili sio ya kawaida ya kibiashara. Lakini walianza chini, wakafanya bidii, wakajituma. Haya ndo malezi ambayo kwamba walilelewa nayo na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Jitume, fanya, jitosheleze. Mtume sallallahu alayhi hataki watu wa hivi. Daima anatuambia liyadul ulya khairun min aliyadi sufla. Mkono wa juu wa kutoa ni bora kuliko wa chini wa kuomba. Leo ni wangapi leo wengine ukirudi katika YouTube utaona kuna international beggars wengine wamefika wamekuwa mamilionea so kwa kuomba mashallah. Yani mtu wewe inkuwa sasa ni kazi wazunguka kila siku kiomba. Na maji yako ya uso wayapeleka wapi? Huoni haya? Mtume atuambia katika hadithi iliyo katika sahih ya Imam Muslim asema mazalatil mas'alatu birajulin hatta yati yawm alqiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu laham. Asema kule kuomba kuna mgandama mtu mpaka siku ya kiyama anafufuliwa akiwa hana hata nyama katika uso wake kutokana na athari ya kule kuzunguka kuomba. Mtume alikuwa hataki hilo. Anakuja kwa sahaba, ya Rasulullah aatini. Rasulullah sina, nipe. Nikupe. Hiyo hakuna kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala haimaanishi haifai kupeana. Sikwambia usipeane. Peana. Sadaka ni moja katika mambo makubwa katika dini. Kusaidia ni jambo moja kubwa katika dini. Lakini tunachozungumzia hapa ni kuzunguka kuomba. Ombano una haja kadhia nyingine, lakini kufanya ni kazi yako wazunguka kuomba. La. Mwanamume anajituma. Mtu atakikana ajitume, afanye, atoe jasho. Kwa hivyo anakuja kwa Mtume, atini ya Rasulullah, Rasulullah nipe. Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia una nini nyumbani? Amwambia Rasulullah sijabaki na chochote. Kuna kipande cha kitambara na kuna chombo cha kutilia maji. Bas, sina furniture, sina chochote ndani ya nyumba yangu. Ni vitu viwili hivyo tu. Angalia, pamoja na kuwa hana chochote. Leo mtu anakuja kuomba na mashallah furniture iliyokuwa na nyumbani kwake wewe huna. TV iliyokuwa kwake ni 15 inches. Pengine wewe paka leo unaishi na 17 ama 21. Alivovaa mashallah huvai wewe. Anachokula wewe huli. Lakini bado anakuja kuomba. Huyu hana chochote, ni kipande cha kitambara na chombo cha maji. Mtume amwambia nenda kavilete. Hata hivyo kidogo vilioko nenda kavilete. Basi ya Rasulullah una huruma naye? La, ndo huruma yenyewe hiyo. Nenda kavilete. Angalia somo lingine tunalipata kwa Mtume ni kuwa wewe jianzishie kazi yako hata kama humiliki, ni kitu kidogo. Leo mtu anaweza kuwa na 50,000 lakini atafuta project ya 2,000,000. Baba nazunguka hao wajiita Gulf sijui First Community, wajiita benki za Kiislamu, hawasaidii Waislamu kabisa. Na kwenda kutaka mkopo ya 2,000,000 wamenikatalia. Lokuwa nazo ni 50,000. 50,000 ndio lokuwa nazo. Hizo anza nazo na Mungu atakutilia baraka. Kwa nini nataka project kubwa? Mtume sallallahu alaihi wasallam atufundisha hapa leta hizo. Amezileta, anawaambia masahaba zake nani atazinunua hizi? Mmoja anasema nitanunua ya Rasulullah kwa dirham. Mtume anasema nani ataongeza? Ya Rasulullah nitanunua kwa dirham 2. Anamuuzia yule wa dirham 2. Kisha anampa yule mwenyewe. Amwambia hii dirham 1 nenda kawakidhie haja watu wa nyumbani, mahitaji yao kama kula kunywa, na hii dirham nyingine nenda sokoni kanunue chuma. Anakwenda ananunua chuma ule, anakuja Mtume sallallahu alaihi anamtafutia mbao, anamshikanishia, haya panga ili nenda majabalini kakate kuni. Hakuna kulaza damu. Kile kidogo alichokuwa nacho Mtume sallallahu alaihi akamfundisha namna ya kukikuza. Amekwenda amekata kuni, ameuza, papa Mwenyezi Mungu amembariki. Jitume.
Anakuja mwingine, ya Rasulullah atini, nipe. Amwambia mchukue mbuzi wangu huyu, nenda kamuuze, nataka dinari. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampa mbuzi wake. Yule bwana kwenda sokoni, anamwambia man yashtari minni shata rasulillah, nani atanunua kwangu mimi mbuzi wa Mtume? Angalia masahaba walipokuwa mahodari, si nani atanunua mbuzi, mbuzi wa Mtume. Wanajua ile idhafa, ile kumwegemeza mbuzi kwa Mtume itapelekea kununuliwa haraka sana. Wacha masahaba namna walivyokuwa mpenda Mtume. Kama mimi na wewe tumesikia mbuzi wa Mtume, tutamwacha? Hata kwa bei gani tutamnunua. Yule bwana akamuuza mbuzi kwa dinari 2. Akarudi kwa Mtume, akampa dinari yake na dinari ya pili. Mtume akamwambia nenda kajikuze. Kiufupi, kwa sababu wakati umekwenda, ufupi kwa somo kubwa ambalo kwamba tulipata hapa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa alikuwa mwenyewe akijitosheleza na akiwafundisha maswahaba zake namna kujitosheleza, na namna kutafuta suluhisho za kudumu na namna ya kujituma. Haya mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tukiyachukua tukaja tukayafanyia kazi katika maisha yetu ya kila leo, bila shaka tutaona tofauti katika maisha yetu. Mwenyezi Mungu azisuluhisha hali zetu.